Mifumo katika jamii za Kitanzania kabla ya ukoloni. Jamii za asili ya Kitanzania zilikuwa na mifumo mbalimbali ya maisha kabla ya ukoloni. Katika mada hii utajifunza mifumo ya kijamii, kiuchumi na kisiasa kabla ya ukoloni. Umahiri utakaoujenga utakuwezesha kuthamini mifumo ya asili ya jamii za Kitanzania na kutumia mambo yaliyorithiwa kutoka jamii hizo katika jamii za sasa. Mifumo ya kijamii. Jamii za Kitanzania kabla ya ukoloni zimepitia vipindi tofauti vya maendeleo. Tunaweza kugawa vipindi hivyo katika mifumo mitatu ambayo ni maendeleo katika elimu, afya na utamaduni. Kujifunza mifumo hii kutakusaidia kuelewa namna nzuri ya kukuza na kuendeleza maadili ya jamii za Kitanzania ambayo yametokana na urithi wa mila na desturi za jamii za Kitanzania. Mfumo wa elimu kabla ya ukoloni. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, rais wa kwanza wa Tanzania na baba wa taifa letu, aliwahi kusema kuwa elimu yoyote, iwe rasmi au isiyo rasmi, iwe ya watu wazima, vijana au watoto, inaashiria mchakato wa kujifunza kuhusu kitu chochote ambacho kinaweza kumsaidia mtu, kikundi cha watu na hata jamii kuyaelewa mazingira wanayoishi na namna wanavyoweza kuyatumia au kuyabadilisha ili kuboresha maisha yao na jamii kwa ujumla. Mfumo ni neno linalomaanisha muundo. Katika video hii tunaenda kuangalia mfumo wa elimu uliokuwapo kabla ya kuja kwa wakoloni. Kabla ya kuingia kwa ukoloni, jamii za Kitanzania zilikuwa zinatumia mfumo maalum kuelimisha watu wake. Mfumo huo haukutegemea shule au vyuo kutoa elimu au maarifa. Katika jamii za Kitanzania, elimu ilitolewa kupitia mifumo mbalimbali. Sifa za mifumo ya elimu ya jadi. Kwanza, mfumo wa elimu ya jadi ulijikita katika kuendeleza utamaduni, mila na desturi za jamii. Watoto walifundishwa kuheshimu na kuthamini utamaduni wao, ikiwa ni pamoja na lugha, ngoma, mziki na mavazi. Kupitia masimulizi ya jadi na ngano, maadili ya jamii yalirithishwa kizazi hadi kizazi. Hii ilisaidia kuimarisha utambulisho wa kiutamaduni na kujenga heshima na thamani za kijamii. Pili, mfumo wa elimu ya jadi ulifundisha maadili ya kijamii. Watoto walijifunza kuhusu jukumu lao katika familia na jamii kwa ujumla. Walijifunza kuheshimu wazazi, wazee na viongozi wao wa kijamii. Mafundisho haya yalijenga msingi wa maadili ya kijamii kama vile unyenyekevu, utii na uaminifu kwa wenzao. Tatu, mfumo wa elimu ya jadi uliwafundisha watoto uzuri wa kazi za kijamii. Watoto walijifunza ujenzi wa nyumba, kilimo, ufugaji na ufundi mbalimbali. Kupitia mafunzo hayo, walifahamu umuhimu wa kuchangia maendeleo ya jamii, uzalishaji na ustawi wa jamii yao. Nne, mfumo wa elimu ya jadi ulisisitiza kujenga umoja katika jamii. Watoto walifundishwa kuheshimu na kushirikiana na wenzao. Hii ilisaidia kuimarisha uhusiano wa kijamii na kujenga msingi wa umoja katika jamii za Kitanzania. Tano, elimu katika jamii za Kitanzania ilijumuisha pia mafunzo ya kusaidia jamii. Vijana walifundishwa jinsi ya kusimamia rasilimali za jamii, kusuluhisha migogoro na kuchangia maendeleo ya kijamii kwa kushiriki katika shughuli za kijamii kama ujenzi wa nyumba, madaraja na majengo ya umma. Sita, mafunzo ya jinsia yalikuwa sehemu muhimu ya elimu ya jadi katika jamii za Kitanzania.
Jando na unyago yalikuwa mafunzo ya kuwaingiza vijana katika majukumu yao ya kijinsia na maadili ya jinsi ya kuwa raia mwema. Mafunzo ya jando yaliwaandaa wavulana kuwa baba wema na kuweza kutekeleza ipasavyo majukumu ya kiume katika jamii. Unyago ulitumika kuwaandaa wasichana kuwa mama bora katika familia na jinsi ya kutekeleza ipasavyo majukumu ya kike katika jamii. Mafunzo haya yalitolewa na wazee na wanajamii wengine wenye uzoefu na yalihusisha mafundisho ya kijamii na ujuzi wa kazi. 7. Lugha ilikuwa chombo muhimu cha kutolea elimu katika jamii za Kitanzania. Watoto walifundishwa lugha za jamii zao kwa sababu lugha zilikuwa ndio njia kuu ya mawasiliano na kuhifadhi utamaduni. Lugha, hadithi, methali na simulizi zilitumiwa kuwasilisha maarifa na maadili kwa vizazi vipya. Kwa ujumla, mfumo wa elimu ya jadi kabla ya ukoloni nchini Tanzania ulikuwa msingi wa kujenga maadili ya jamii kwa kuzingatia utamaduni, mila na desturi za kijamii, ujuzi wa kazi za kijamii, umoja na ushirikiano. Elimu hii ilikuwa sehemu muhimu ya utamaduni wa Kitanzania na ilichangia kujenga jamii yenye maadili imara na utambulisho wa kiutamaduni. Mifumo wa utoaji wa huduma za afya kabla ya ukoloni. Tangu zamani kulikuwepo na mifumo mbalimbali ya utoaji wa huduma za afya kutegemeana na jamii inayohusika. Kila jamii ilikuwa na mifumo yake ya afya na utoaji wa tiba pamoja na njia zake za kugundua matatizo ya kiafya. Wataalamu wa afya katika jamii hizo walikuwa na uzoefu mkubwa katika tiba asili. Walitumia uzoefu na ujuzi wao kulinganisha dalili za maradhi kwa wagonjwa mbalimbali na hatimaye kugundua tiba ya maradhi hayo. Wale waliokuwa na maradhi makubwa walipelekwa katika ngazi za juu kwa ajili ya huduma zaidi. Kwa mfano, katika jamii ya Wabena, wagonjwa walipelekwa msituni na nyumbani kwa matibabu zaidi. Matibabu pia yalihusisha imani, ambapo wazee wa kimila walitambika na kuomba mizimu iwasaidie katika matatizo ya maradhi, ukame, dhiki na misukosuko mbalimbali ya kijamii. Kulikuwa na huduma na aina mbalimbali za tiba. Kwa mfano, Wasukuma walikuwa na maarifa ya kuunga mifupa ya binadamu iliyovunjika. Pia walitumia mawe maalum kutibu sumu ya nyoka. Katika jamii nyingine kama Wairaki, kulikuwa na wakungwa wa jadi na wataalamu wa kutibu maradhi ya tumbo kwa kutumia lishe ya baadhi ya vyakula. Aidha, baadhi ya familia zilijulikana kwa kutoa huduma za tiba fulani, na familia nyingi zilikuwa na utaalamu katika matumizi ya dawa za asili. Utamaduni wa jamii za asili ya Tanzania kabla ya ukoloni. Ni muhimu kutambua kwamba utamaduni wa jamii za asili ya Tanzania ulikuwa na utajiri mkubwa na ulivutia kutokana na tofauti zake. Hata leo, sehemu ya utamaduni huu umeendelea kuwa muhimu katika maisha ya Watanzania na umejumuishwa katika utamaduni wa kitaifa. Maadili ya jamii katika utamaduni wa Tanzania kabla ya ukoloni yalihusisha mambo mbalimbali. Baadhi ya mambo hayo ni lugha, mila, desturi, imani, vyakula, mavazi, sanaa kama vile ngoma, nyimbo, dansi na michezo. Lugha. Lugha ilikuwa muhimu katika kufikisha na kuhifadhi maadili ya jamii. Katika lugha za asili za Tanzania, kulikuwa na masimulizi ya kimaadili, methali na mashairi yaliyotumiwa kufundisha maadili kama heshima, uvumilivu, upendo, umoja, usawa, haki na uaminifu. Watoto walifundishwa kupitia simulizi kutoka kizazi hadi kizazi, na lugha ziliunganisha watu wa kabila moja na kusaidia kudumisha lugha yao. Kila jamii ilijiona fahari kuwa na lugha yake. Mila na desturi.
Mila na desturi zilikuwa na mfumo wa maadili ya asili katika jamii za Kitanzania. Matukio ya harusi, kuzaliwa na kulea watoto, magonjwa, majanga ya asili, jando na unyago, na hata matukio ya vifo yalifanyika kwa kufuata taratibu na kanuni za jamii husika na kukuzingatia maadili. Kwa mfano, mtu hakuruhusiwa kucheka au kufurahishwa msibani wakati wengine wanahuzunika. Kifupi, matukio yote muhimu katika maisha ya binadamu yalifuata mila na desturi za jamii husika. Na katika utekelezaji wa mila hizo, kulikuwa na maadili ambayo wanajamii walijifunza na kudumisha. Imani. Imani za Kitanzania kabla ya ukoloni na kabla ya kuja kwa dini za kigeni kama vile Ukristo na Uislamu zilikuwa na imani zao za kienyeji ambazo siku hizi zinaitwa imani za jadi au dini za jadi. Kama ilivyo kwa dini nyingine zote, dini za jadi pia zilijengwa juu ya maadili. Msingi wa maadili ya dini za jadi ni maisha au kuishi. Maisha yalikuwa kigezo cha kuamua tendo zuri na baya na tabia nzuri na mbaya. Kama tendo au tabia ya mtu ilikuwa inahatarisha maisha au kufanya thamani ya maisha ipungue, basi tendo au tabia hiyo ilichukuliwa kama tabia mbaya. Matendo yaliyoboresha maisha na kufanya watu waishi vizuri yalikuwa matendo mema. Vyakula. Katika jamii za Kitanzania kabla ya ukoloni, maadili yaligusa nyanja mbalimbali za kiutamaduni ikiwamo suala la vyakula. Taratibu za ulaji chakula ziliheshimiwa na kuwa muhimu kwa ustawi wa maisha. Kwa hivyo, kila jamii ilizingatia taratibu za kimaadili katika matumizi ya chakula katika nyanja zote, ikiwamo uandaaji na taratibu zote za ulaji. Jamii ilihakikisha kwamba vyakula vinaandaliwa katika mazingira salama kwa maisha ya binadamu. Jamii zilikula chakula pamoja kwa kuzingatia utaratibu waliojipangia. Kwa mfano, mtu hakuruhusiwa kula chakula akiwa amesimama, anaongea, anaimba au kufanya shughuli nyingine yoyote. Watu wazima walitangulia kunawa mikono kabla na baada ya kula na kufuatiwa na watoto. Wakati wa kula, wazazi na walezi walifuatilia nyendo za watoto wao na waliwaelekeza utaratibu wa kula kulingana na mila na desturi. Kwa mfano, suala la ulafi na uchoyo lilikemewa. Wakati wa ulaji wa chakula, kila mwanajamii alipaswa kula, na hata kama mgeni alitokea bila taarifa wakati wa mlo, alikaribishwa chakula. Hivyo, kupitia chakula, jamii ilijenga maadili ya kushirikiana, kuthaminiana, kujali watu wengine na kupendana. Pia jamii ilijenga maadili ya matumizi bora ya chakula kama rasilimali muhimu kwa maisha ya watu ili kuepuka uharibifu wa chakula na kusababisha njaa katika jamii. Mavazi. Jamii za Kitanzania zilisitiri miili yao kwa kuvaa mavazi ya aina mbalimbali kulingana na mazingira waliokuwamo na hali ya hewa ya mahali husika. Mavazi katika jamii za Kitanzania yalibadilika kulingana na tukio au kazi. Wafugaji walivaa nguo za ufugaji, wakulima walivaa nguo za shamba na wavuvi walivaa nguo za uvuvi. Kulikuwa pia na mavazi yanayoendana na matukio. Katika jando na unyango kwa mfano, vijana walivaa mavazi tofauti. Pia katika matambiko na shughuli za dini au imani, watu walivaa mavazi yaliyoendana na tukio husika. Jambo la muhimu lilikuwa kusitiri mwili. Pamoja na kwamba mavazi yalikuwa sehemu ya utambulisho wa kabila na kusaidia kuonesha utofauti wa utamaduni, mavazi yalionyesha pia maadili ya jamii husika. Watu walifundishwa kuheshimu mavazi ya kijadi na kuvaa kwa heshima. Kuvaa mavazi ya kijadi ilikuwa njia ya kuonesha heshima na utamaduni kwa jamii inayohusika. Mitindo ya uvaaji ilizingatia staha na heshima kwa jamii. Sanaa kama vile ngoma, nyimbo, mashairi, tenzi, ngonjera na michezo ilisaidia kueneza maadili ya jamii. Ngoma zilitumiwa katika sherehe za kijamii, ibada na burudani na zilifundisha ushirikiano na heshima kwa wazee na viongozi. Kupitia nyimbo,
Watu walifundishwa maadili kama upendo, heshima, usawa, uhuru, haki na umoja. Vile vile zilikuwa njia za kuelezea upendo kwa jamii na utamaduni wa kabila husika. Sanaa ilikuwa njia ya kufundisha ushirikiano, heshima na kufuata sheria. Michezo ya jadi ilifundisha maadili kama ushirikiano, heshima na ushindani wa haki. Watu walijifunza jinsi ya kufanya kazi kwa pamoja ili kufikia malengo ya pamoja na kuzingatia sheria za michezo. Michezo ilikuwa njia ya kujenga afya, ujasiri na kujifunza kusimamia ushindi na kushindwa kwa haki. Kwa ujumla, utamaduni wa jamii za asili za Tanzania ulikuwa na jukumu kubwa katika kujenga maadili ya jamii. Utamaduni huu ulikuwa na mifumo ya kielimu ambayo iliwasaidia watu kuelewa jinsi ya kuishi kwa amani na kwa umoja na jinsi ya kufuata maadili, kanuni na taratibu za kijamii. Maadili haya yaliendelea kuwa na athari kubwa katika maisha ya Watanzania na yalichangia kujenga jamii bora zenye kuzingatia utu. Mifumo ya kijamii ilivyokuza ujenzi wa maadili. Mifumo ya kijamii kwa kiasi kikubwa ilisaidia ujenzi wa maadili ya jamii za asili za Kitanzania kabla ya ukoloni. Utamaduni, elimu na afya ni masuala yaliyofungamana katika ujenzi wa maadili. Mifumo ya jamii iliyokuza maadili ilikuwa familia, ukoo, kabila, dini na jando na unyago. Familia ni mfumo muhimu katika ujenzi wa maadili. Familia ilikuwa kitovu cha maisha ya kila siku katika jamii za asili. Familia ilikuwa na jukumu la kufundisha watoto na vijana wao maadili ya msingi kama vile heshima, uaminifu, kujali wengine na kuzingatia mila na desturi za jamii yao. Watoto walijifunza maadili kutoka kwa wazazi na jamii yao kwa njia ya masimulizi kutoka kizazi hadi kizazi. Ukoo ulikuwa muhimu katika jamii za asili. Mara nyingi ukoo ulikuwa na majukumu ya kijamii na kiutamaduni na uliwajibika kudumisha mila na desturi za jamii. Ukoo ulihakikisha kwamba maadili muhimu kama heshima kwa wazee na ushirikiano wa familia yaliheshimiwa na kutekelezwa. Pia, ukoo ulihakikisha watu wake wanashirikiana katika matukio ya misiba, harusi, kuzaliwa mtoto na magonjwa. Kushiriki matukio ya ukoo ilikuwa ni njia mojawapo ya kuonesha kwamba mtu fulani ni mwana ukoo. Mtu mkorofi alitengwa na ukoo kwa kutoshiriki shughuli zinazomhusu. Kabila. Katika jamii za Kitanzania, kabila lilikuwa taasisi kubwa zaidi ya ukoo. Kabila lilisimamia maslahi ya koo zote na kuhakikisha zinafuata maadili ya kabila. Katika jamii za asili, kabila lilikuwa na kanuni za kijamii na kiutamaduni zilizoongoza maadili na tabia za wanajamii. Kabila lilitoa utambulisho wa kiutamaduni na kutoa mfumo wa maadili ambao uliongoza jinsi watu wanavyoishi pamoja, wanavyoshirikiana na wanavyoshughulikia masuala kama migogoro na utoaji haki. Dini za asili zilikuwa sehemu muhimu ya maisha ya kiroho na kijamii katika jamii za asili. Ziliongoza watu katika misingi ya maadili na kuwafundisha kuhusu mambo mema. Kwa mfano, dini zilifundisha watu kuhusu upendo, uaminifu, huruma, haki, utunzaji wa mazingira na wajibu wa kusaidia wengine. Jando na unyago. Jando na unyago zilikuwa sehemu ya malezi ya vijana na jinsia katika jamii za asili. Vijana walifundishwa maadili kuhusu majukumu ya kijinsia na kijamii. Kwa mfano, wavulana walifundishwa ujasiri, uaminifu na kutunza familia. Wasichana walifundishwa stadi za kazi za nyumbani na majukumu ya familia. Mifumo hii ya kijamii ilichangia ujenzi wa maadili katika jamii za asili kwa kudumisha utaratibu, ushirikiano na kuheshimu utamaduni wa jamii. Maadili haya yalikuwa sehemu ya utambulisho wa kijamii na kiutamaduni na yalisaidia kudumisha amani, usawa na utawala wa jamii. Hata hivyo, ni muhimu kutambua kwamba mifumo hii ilikuwa tofauti na mifumo mingine kulingana na utamaduni wa eneo na ilibadilika kulingana na nyakati. Mifumo ya kiuchumi kabla ya ukoloni. Tanzania imepitia vipindi mbalimbali vya maendeleo na mabadiliko ya mifumo ya kiuchumi. Mifumo ya kiuchumi ilijenga msingi wa maendeleo ya jamii za Kitanzania. Jamii zote zilijiwekea misingi imara ambayo matokeo yake yamekuwapo hata baada ya ukoloni.
Uchumi unaweza kuelezewa kama ni uzalishaji, usambazaji na utumiaji wa bidhaa na huduma kwa jamii. Baadhi ya shughuli zilizofanywa na jamii za Watanzania kabla ya ukoloni ni pamoja na uzalishaji katika viwanda vya asili kama vile ufinyanzi, uhunzi, kilimo, ufugaji na uwindaji. Maendeleo ya uchumi kabla ya ukoloni. Shughuli za kiuchumi zilianza kupanuka mara baada ya ugunduzi na matumizi ya zana za chuma miaka 500 hadi 200 kabla ya zana za sasa. Katika kipindi hiki, chuma kilikuwa bidhaa muhimu kwa matumizi ya shughuli za kilimo na ufugaji. Pia, chuma kilikuwa muhimu kwa ujenzi wa makazi ya kudumu, kuboresha zana za ulinzi na uzalishaji, pamoja na kuanza kwa biashara. Kukua kwa matumizi ya bidhaa za chuma kuliongeza uzalishaji, hivyo kukuza biashara na hatimaye uchumi kuimarika. Hali ya uchumi katika kipindi hiki ilitegemea aina ya zana na mazingira ya jamii iliyohusika. Kukua kwa jamii kulichangiwa kwa kiasi kikubwa na umahiri katika matumizi ya zana za uzalishaji. Kadiri binadamu alivyoweza kumudu mazingira yake, ndivyo alivyozidi kupata maarifa mapya ya uzalishaji mali. Matumizi ya zana katika uzalishaji yalisababisha kukua kwa viwanda kama vile vya ususi, ufinyanzi, uhunzi, uchimbaji wa madini na ufugaji wa chuma. Vilevile, viwanda vya kutengeneza bidhaa zitokanazo na kilimo na ufugaji vilitegemea zaidi upatikanaji wa malighafi ya chuma katika eneo lililohusika. Maendeleo ya viwanda kabla ya ukoloni. Kabla ya ukoloni kulikuwa na aina mbalimbali za uzalishaji mali. Shughuli hizi zilisaidia kukuza uchumi kwa jamii za asili za Kitanzania. Uzalishaji mali ulizingatia upatikanaji wa malighafi katika maeneo mbalimbali. Uzalishaji wa chumvi ulifanyika katika maeneo mbalimbali kama Uvinza na fukwe za Bahari ya Hindi, hususani maeneo ya Tanga, Bagamoyo, Lindi, Mtwara na visiwa vya Zanzibar. Shughuli za ufinyanzi zilienea miongoni mwa jamii za Wanyamwezi, Wayao na Waha. Kulikuwa na viwanda vidogo kama ifuatavyo. Viwanda vya chuma. Uzalishaji wa bidhaa za chuma ulifanyika katika jamii mbalimbali kama vile Wanyambo, Wahaya, Wazinza, Wagweno, Wapare na Wafipa. Kwanza, ufuni wa chuma ulisaidia kujenga uchumi wa Watanzania katika maeneo mbalimbali ikiwemo kilimo. Matokeo ya kukua kwa uzalishaji katika kilimo yalisababisha ongezeko la chakula ambalo pia lilileta ongezeko la watu. Hii ilitokana na matumizi ya zana bora zaidi ambazo ni majembe, mashoka na mapanga yaliyotengenezwa kwa chuma na kutumika katika kilimo. Pili, matumizi ya zana za chuma yalisababisha kukua kwa viwanda vya asili. Badala ya binadamu kutegemea kilimo na ufugaji tu, waliibuka watu ambao shughuli yao kuu ilikuwa kutengeneza zana za chuma kama mikuki, majembe, mapanga na mashoka. Kuibuka kwa tabaka hili kulisababisha maendeleo ya biashara. Aidha, maendeleo ya zana za chuma yalitunza mgawanyo wa kazi katika jamii. Katika kipindi cha kabla ya ukoloni, shughuli za kiuchumi zilitegemea zaidi kuwapo kwa zana za uzalishaji mali. Hivyo, utengenezaji wa zana mbalimbali ulikuwa hatua muhimu kiuchumi. Utengenezaji wa zana mbalimbali ulitegemea upatikanaji wa malighafi pamoja na teknolojia iliyokuwepo wakati huo katika eneo lililohusika. Katika hali hiyo, malighafi zilizotumika ilikuwa chuma katika maeneo yote yaliyokuwa na uzalishaji wa bidhaa za chuma. Aidha, matumizi ya chuma yaliimarisha ulinzi na usalama, ambapo silaha za chuma kama mikuki, mishale na mapanga ziliwahakikishia wanajamii ulinzi wa uhakika dhidi ya wanyama wakali na maadui kutoka jamii zingine. Ufinyanzi. Hii ni shughuli ya kutengeneza viungu, mitungi na aina nyingine za vitu vinavyotokana na udongo. Ufinyanzi ulikuwa maarufu katika maeneo yenye udongo wa aina ya mfinyanzi uliotumika kutengeneza bidhaa mbalimbali. Vitu kama viungu, bakuli na mitungi ya udongo vilitengenezwa na wafinyanzi. Ufinyanzi ulikuwa mashuhuri katika jamii za Wakerewe wa Mwanza, Wapare wa mkoa wa Kilimanjaro, Waha wa mkoa wa Kigoma, Wakisi wa Ziwa Nyasa katika mikoa ya Njombe, Ruvuma na Mbeya, na jamii mbalimbali za Pwani pamoja na Zanzibar. Vyombo vilivyotokana na ufinyanzi vilitumika kuhifadhia maji, chakula, hasa nafaka, na kulia chakula.
Vyombo hivi pia vilitumika kama bidhaa muhimu katika uhusiano wa kibiashara kati ya jamii moja na nyingine. Kwa mfano, Wapare walifanya biashara ya viungu na Wachaga, wakati Wakisi walifanya biashara na Wanyakyusa. Ususi. Malighafi za ususi zilipatikana katika maeneo ambayo bidhaa hizo zilizalishwa. Malighafi hizo zilikuwa majani ya minazi na michikichi, matete na mianzi. Malighafi hizo zilitumika kutengeneza mitego ya samaki, mikeka, mikoba, vikapu na hata kamba. Ususi ulifanya na jamii za Wanyamwezi, Wagogo, Wazaramo, Watumbatu, Wahadimu na Wapemba. Miongoni mwa bidhaa za ususi ni mikoba na vikapu ambavyo vilitumika kubebea mizigo na bidhaa tofauti. Mikeka ilitumiwa kwa ajili ya kukalia au kulalia. Ususi pia ulihusisha mitego ya samaki kama vile madema ambayo yalikuwa mahususi kwa ajili ya kutega samaki. Utengenezaji wa nguo. Utengenezaji wa nguo ulifanyika kwa kutumia pamba, sufi, magome ya miti na ngozi za wanyama. Utengenezaji wa nguo ulikuwa mashuhuri miongoni mwa jamii za Wafipa wa mkoa wa Rukwa, Wahaya wa mkoa wa Kagera, Wanyakyusa wa mkoa wa Mbeya na Wandali na Wanyiha wa mkoa wa Songwe. Waha wa Kingome nao walikuwa mashuhuri katika utengenezaji wa nguo maarufu kama impuzu. Nguo hizi zilitengenezwa kutokana na magome ya miti na pamba. Uchongaji. Hii ni shughuli ya kiuchumi ambayo walifanya kwa ajili ya kutengeneza majembe, viti, vitanda, miko na vijiko. Uchongaji ulikuwa maarufu miongoni mwa jamii zilizoishi karibu na misitu na mbuga. Mfano wa shughuli mahsusi za kiuchumi wa uchongaji wakati huo ni uchongaji wa mashua na mitumbwi. Jamii za mwambao wa bahari ya Hindi zilikuwa maarufu katika kutengeneza mitumbwi, mashua na majahazi kwa kutumia miti ya mikoko. Vifaa hivi vilisaidia kiuchumi katika usafiri baharini wa watu, mizigo na mazao. Mashua na mitumbwi zilitumika kwa shughuli za uvuvi. Aidha, shughuli za uchongaji zilijumuisha utengenezaji wa vinyago ambavyo ni bidhaa za mapambo. Uchongaji vinyago ulikuwa maarufu katika jamii za Wagogo na Wakonde. Uzalishaji wa chumvi. Uzalishaji wa chumvi ni miongoni mwa shughuli za mwanzo za kiuchumi. Chumvi ilitengenezwa kwa kutumia njia tofauti, kama vile kuchoma majani yaliyosadikiwa kuwa na chumvi, kuchemsha maji ya chumvi na kutengeneza chumvi kwa kutumia mvuke. Chumvi, kama ilivyo kwa bidhaa nyingine, ilikuwa muhimu katika jamii za kale. Umuhimu huu wa bidhaa hii umeendelea kuwepo hadi sasa. Katika jamii za kale, chumvi ilitumika kuunga na kuhifadhi vyakula na dawa ya kutibu vidonda. Pia ilitumika kuhifadhia wafu wasiharibike. Shughuli za kilimo katika jamii za asili. Kilimo katika historia ya maendeleo ya jamii za Kitanzania kilianza katika kipindi cha zama za maji za mwisho na kukua zaidi katika zama za chuma. Hivi ni vipindi ambavyo watu wa jamii mbalimbali walianza kuishi maisha ya pamoja. Kilimo kilianza baada ya binadamu kukaa katika eneo moja. Hii ilisababisha mabaki ya chakula kama mbegu za matunda, nafaka na mizizi kuota katika maeneo yake. Historia inatukumbusha kwamba mazao ya mwanzo ya kilimo katika jamii za Tanzania kabla ya ukoloni ni mtama, ulezi, uwele, viazi vikuu na mihogi. Kabla ya ukoloni, kilimo kilikuwa shughuli kuu ya uchumi miongoni mwa jamii nyingi za Tanzania. Kilimo katika kipindi hiki kilishamiri katika jamii zilizokuwa na maendeleo ya teknolojia ya chuma na maeneo yaliyokuwa na tabia nchi nzuri kwa kilimo. Wakati huo, baadhi ya jamii zilifanya kilimo cha kuhamahama, kwa mfano Wayao, Wamera na Wanyamwezi. Pia kuna jamii zilifanya kilimo cha mazao ya muda mrefu. Kilimo hiki kiliwalazimu kuishi sehemu moja kwa muda mrefu, maeneo kuzunguka ziwa Victoria na maeneo ya milima Meru, Kilimanjaro na Usambara. Baadhi ya mazao yaliyolimwa huko ni michikichi na migomba. Kilimo cha wakati huo kililenga kujikimu kwa familia. Mkuu wa familia alisimamia shughuli za uzalishaji. Makabila yaliyokuwa mashuhuri katika kilimo cha mazao ya muda mrefu ni pamoja na Wachaga, Wanyakyusa na Wahehe. Kwa ujumla, jamii nyingi za Tanzania zilikuwa wakulima hadi kufikia kipindi cha ukoloni. Shughuli za uvuvi katika jamii za asili. Shughuli za uvuvi zilienea zaidi maeneo ya maziwa, mito na katika sehemu za pwani ya Bahari ya Hindi na visiwa vya Zanzibar. Jamii maarufu zilizojihusisha na uvuvi ni Watumbatu, Wakojani, Wakerewe, Wasukuma na Wadigo. Vifaa vilivyotumika ni mitumbwi, ndoano na mitego ya asili.
Ziada ya samaki waliovuliwa iliuzwa kwenye jamii za karibu na walitumia chumvi na moshi kwa ajili ya kuhifadhi samaki. Shughuli za biashara katika jamii za asili. Jamii za Kitanzania kabla ya ukoloni zilijihusisha na biashara kati ya kabila moja na jingine, pamoja na jamii za ughaibuni. Biashara ilifanyika kwa kubadilishana bidhaa kutokana na mahitaji ya jamii moja na nyingine. Aidha, kulikuwa na njia maalum na vituo vya kufanyia biashara ambavyo baadaye vilipanuka na kuwa miji. Kwa mfano, kulikuwa na njia ya kusini ambayo ilihusisha makabila ya Wayao, Wamakonde na Wamakua ambao walifanya biashara na jamii za Waarabu, Washirazi na Wachina. Njia ya kati ilihusisha Waha, Wanyamwezi, Wamanyema na Wagogo ambao walifanya biashara na jamii za ughaibuni na baina yao. Mathalan, Waha wa sehemu ya Nguruka walihifadhi samaki kwa kutumia chumvi kutoka Uvinza na walibadilishana na Wanyamwezi wa Unyanyembe kwa bidhaa za chuma kama majembe, mapanga na mikuki. Njia ya tatu ilihusisha Wachaga na Wapare katika eneo la kaskazini mwa Tanzania na walifanya biashara ya kubadilishana vyakula na zana za chuma. Shughuli za ufugaji katika jamii za asili. Ufugaji ulifanyika kwenye maeneo yenye hali ya ukame na nyika kama Umasaini. Pia, maeneo ya Usukumani kuzunguka Ziwa Victoria kulikuwa na ufugaji wa ng'ombe, kondoo na mbuzi. Ufugaji ulikuwa wa kuhamahama kutoka eneo moja hadi jingine kufuata malisho. Watu wa familia walishirikiana katika ufugaji. Mifugo ilikuwa mali ya familia na ukoo.